Wendy pamoja na Cindy Balogun wanapendana sana hawa. Hawa wote ni wanasheria. Kifupi, sheria zimelala kwenye akili yao. Leo Cindy ameandaa sherehe moja nzuri kwa ajili ya kukazia msamaha wake kwa Wendy. Maana siku kadhaa nyuma alilala na ex wake baada ya pombe nyingi sana. Wendy akawa amemuelewa kwa sababu alifanya kile kitendo akiwa amelewa. Wendy ni mwanasheria ambaye hajawahi kabisa kupoteza kesi mahakamani. Kila kesi kwake ni ushindi tu. Sherehe hii pia iliambatana na pongezi kwa Wendy baada ya kushinda kesi nyingine tena. Huku Cindy pia naye ameshinda kesi ambayo alikuwa akiisimamia hapa. Kwa hiyo internet nzima inawazungumzia wanandoa wawili ambao wote wameshinda kesi zao. Noma sana hii mtu wangu. Sasa Wendy ana mdogo wake wa kike anaitwa Phoebe. Kwa sasa amesimamishwa shule kidogo, kwa hiyo mama yake akaomba aje akae hapa kwa muda wote ambao amesimamishwa shuleni. Cindy akawa amekubali ili ombi bana. Mchizi ana roho mbaya kabisa. Filamu hii inaitwa Love and Trial. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare, kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa kwa mara nyingine tena Wendy ameshinda kesi yake bana. Kama kawaida Cindy akaandaa keki na kinywaji kwa ajili ya kusherehekea hili tukio. Kila mtu anajivunia sana mafanikio ya mwenzake. Hii ni familia fulani hivi ambayo inaishi kwa furaha nyingi sana. Cindy wanajitoa sana kwa mke wake. Akiwa nyumbani lazima msaidie kupika na kila kitu hapa ndani. Hivi na ndoa yenu iko hivi au tuwaache yatuhusu hayo? Sasa kuna kongamano la wanasheria linatarajiwa kwenda kufanyika Abuja. Miongoni mwa washirika wa hilo kongamano ni Wendy pamoja na Cindy. Maandalizi kwa ajili ya safari yakaanza rasmi. Cindy akamwomba Wendy kama vipi wakakae Abuja walau kwa wiki moja hivi, licha kuwa kongamano ni la siku 3 pekee, ili siku ambazo zimebaki watumie kupumzika pamoja na kutalii maeneo mbalimbali pale Abuja. Wendy akasema alitamani iwe hivyo, lakini hawezi kwa sababu Jumanne ijayo ana kazi kwenye kipindi cha Channel 4. Sasa Channel 4 ni kituo cha habari ambacho kina kipindi cha marejeo ya sheria, kwa hiyo lazima awepo kutoa maelezo ya sheria. Ndio maana inamlazimu arudi nyumbani mapema. Cindy akasema yeye atabaki kwa siku 2 za ziada. Kuna mwekezaji anategemea kukutana naye. Wendy hakuwa na noma, akawa amekubali bana. Basi bana, wanasheria wengi sana walihudhuria hapa. Miongoni mwa hao ni huyu bidada hapa anaitwa Ireti. Huyu aliwahi kuwa mpenzi wake Cindy kipindi wako shuleni. Kwa sasa na maisha yake na Cindy pia na maisha yake na mke wake. Kwa hiyo hata kuwasifia Cindy na mke wake kwa kazi ambayo wanaifanya haoni shida kabisa. Lakini wakati Ireti anazungumza, Wendy akawa anaona wivu tu hapa. Akaamua kuilinda mali yake kwa kuiondoa eneo la tukio. Hataki kabisa iache na ex wake hapa. Maana mara ya mwisho mchizi alipita naye huyu. Ireti bado anampenda sana Cindy. Wendy alivyomtazama Ireti akajua bado anampenda sana mchizi. Hili likamkaba kwa unaambiwa. Akasema alivyokuwa na kuangalia ni kama kuna kitu hamjamaliza hivi. Alinisalimia tu. Haujaona kwa sababu haukutaka. Lakini mimi nimeona anakutaka bado. Wendy akamtaka mchizi waondoke wote hapa Abuja. Hakuna cha kubaki siku 2 wala kuonana na mwekezaji. Lazima tuondoke wote hapa. Sitaki kusikia tulikuwa tumelewa tukajikuta tumekumbatiana. Baby, tunaondoka wote. Kwa hiyo uniamini au? Sio wewe. Ni Ireti ndo simwamini kabisa. Mara ya mwisho sababu ilikuwa pombe. Sasa hivi nani anajua sababu itakuwa ni nini? Sitaki nikuweke majaribuni kabisa. Mchizi akawa amekubali bana. Ireti anaishi na rafiki yake anaitwa Erika. Alipomuona tu akasema unaonekana kama mtu ambaye umekutana na ex wako halafu yuko na mwanamke mwingine mzuri kuliko wewe. Basi ni vicheko tu hapa. Ireti anaonekana anateswa sana na kile alichokiona, lakini hakutaka kabisa kumshirikisha rafiki yake. Ukiwa tayari kusema nina kinywaji changu cha baridi hapa, vitafunwa, lakini pia nina sura ya kusikiliza matatizo ya watu. Basi bana, baada ya muda Ireti aliporudi akamkuta Erika bado amekaa mezani. Akamwambia amekutana na Cindy. Erika akashtuka. Cindy ex wako? Ndiyo, alikuwa na mke wake. Huyu Wendy Balogun ambaye ni kama Beyonce kwenye sheria. Anaposema Beyonce anamaanisha anajua sana sheria. Ni kama ambavyo Beyonce anajua kutumbuiza akiwa kwenye stage. Ireti akasema alipokutana nao alikuwa ni kama ex wa kwenye Cindy ambayo alikuwa tegemeo kipindi fulani. Unajisikiaje? Nahisi kama muda umenisaliti. Alikuwa anaongea kipole sana, ni mpole kama wangu vile. Ireti akasema alikuwa mtu wake. Kilitokea nini sasa? Alikutana na Wendy alipomaliza law school. Mimi sikumstahili tena. Ireti akawa nakumbuka kipindi wako wote pamoja. Alikuwa anaongea sana hadi mwana anasinzia na nini, kisha mchizi anamsindikiza nyumbani hata kama amechoka sana. Erika akasema hajawahi kabisa kumwongelea kabla hadi pale ambapo walikutana kwenye sherehe walio. Erika nyamaza. Kumbe Ireti ndo alilala na Cindy siku ile bana. Ndo tunajua hapa. Si mnakumbuka kwenye scene ya kwanza kabisa mchizi alikuwa anaomba msamaha kwa kulala na ex wake? Basi mwanamke ambaye alilala naye ni Ireti bana. Noma sana hii mtu wangu. Huku Phoebe ndo anaingia kuja kuishi hapa nyumbani. Phoebe anampenda sana Cindy, lakini kwa sasa ni shemeji yake tu. Wendy kuna safari anaenda na itamlazimu wakae huko kwa siku 5 hivi. Kwa hiyo mchizi atabaki hapa na shemeji yake Phoebe. Sio muda pia Phoebe akawa amepita hapa sebleni. Mnaonekana mna furaha sana Maisha ya Wendy na Cindy
yamejaa utani mwingi sana. Basi bana, Wendy tayari ameshaondoka hapa nyumbani, amebaki Phoebe pamoja na Sin. Kazi ya Phoebe ni kushinda TikTok tu muda wote, maana ana kazi hapa nyumbani. Mchizi anaporudi kutoka kazini, Phoebe anampokea, lakini pia anachukua vitu vyake anaenda navyo chumbani. Kifupi wanaishi maisha fulani vya kizungu sana. Sin alipoishika ngozi ya Phoebe akahisi ni laini sana, hakuipenda kabisa hii ngozi. Kisha Phoebe akambebea mchizi vitu, kuhusu ngozi yako ni laini sana, unapaswa kupunguza unavyoisugua. Sawa, Phoebe akawa amekubali. Akamtaka akaoge kwanza mchizi, halafu baadaye arudi kuja kula. Baada ya muda Phoebe akaingia chumbani kwa Sin. Aya, akamkuta mchizi ametoka bafuni, yuko kwenye taulo tu. Samahani, nilipaswa kubisha hodi. Ni sawa, usijali. Nimekuja kukuambia chakula kipo tayari. Ni sawa, sikuwa uchi kabisa hata hivyo. Nakuja. Kisha Sin akamshukuru Phoebe kwa kumjali, kumpikia na kuja kumpa taarifa kwa ajili ya chakula. Wakati wanakula hapa, Phoebe alikuwa anamwangalia mchizi kwa jicho fulani hivi la kuiba. Mchizi alikuwa anakula tu hapa, haelewi kitu yani. Kisha Phoebe akaanza kujisifia mwenyewe chakula kizuri. Sin akasema chakula ni kizuri sana, kitamu na kinavutia mno. Siku zote vitu vizuri vinatoka kwa watu wazuri. Kama unavyojua maisha ya kizungu yalivyo. Shemeji anaweza kukulisha atakavyo na nini, watu wanaenjoy tu hapa, lakini Kiswahili hauwezi kukuta hiki kitu. Ni mtu mbili kwenye nyumba moja, yani watu wako wao tu. Basi bana, Sin akawa anamletea zawadi za magauni shemeji yake. Mchizi akakataa kabisa hata kuitwa kaka Sin, akawa anadai aitwe Sin tu. Kisha mchizi akaendelea kumkumbusha kuhusu ngozi yake, maana ni laini sana. Mchizi akasema bado hajapunguza kuisugua ngozi yake kwa sababu bado ni laini mno kama ilivyokuwa tu mwanzo. Nadhani ndo ilivyo. Asante sana brother Sin. Asante sana Sin. Sasa kila nguo ambayo alikuwa akijaribishia Phoebe ilikuwa inamtoa vizuri mno. Gauni la kwanza kapendeza vibaya sana. Hata nguo ya pili pia ilikuwa super sana kwake. Mchizi alikuwa na data tu hapa. Umependa ipi? Ile ya kwanza ni nzuri sana. Inaonyesha umbile lako na kila kitu. Lakini na hii ni nzuri pia. Nadhani unapaswa uivae hii kwa siku ya leo. Sawa, nitafanya hivyo. Nenda kaoge, chakula kitakuwa tayari baada ya muda si mrefu. Muda fulani hivi, Phoebe akawa anaongea na dada yake kwenye simu. Akasema amekuwa ni mtu wa kushinda ndani tu muda wote. Anahakikisha shemeji yake anakula kwa wakati na anapumzika kama ambavyo yeye huwa anamfanyia. Phoebe akasema leo kaletewa nguo na zimemwenea sana, kama vile mchizi alijua saizi yake. Amekununulia nguo? Safi sana. Sikuwahi kujua kama anaweza kwenda kumnunulia mwanamke nguo. Lakini mume wako amekumisi sana. Wendy akasema atarudi kesho kutwa, lakini anataka iwe siri, Sin asijue lolote lile ili amfanyie surprise. Phoebe akawa ametunza siri bana. Mida fulani hivi Sin akamfuata Phoebe chumbani kwake, wakaangalia filamu sebleni. Phoebe akasema amechoka sana. Mchizi akutaka mambo mengi, akambeba kisha akashuka naye sebleni. Sasa Sin kuna vitu anafanya kama ambavyo anamfanyia mke wake. Haya, niambie, una mpenzi? Nahisi nimevamiwa. Unadhani kwa nini? Tuendelee kuangalia mahaba hapa kwa pozi hili. Hata mla kweli shemeji yake huyu, na wanaangalia movie ya mapenzi. Kweli bana, mwana amemkula shemeji yake aise. Nilijua tu, sio kwa pozi lile. Phoebe huku analia kishenzi yani. Nguo zake zimechanika vibaya mno. Sasa Wendy ndo alikuwa anarudi hapa nyumbani. Akamkuta Phoebe analia kishenzi. Phoebe, nini kimetokea? Phoebe anasema alimkatalia. Nani huyo mtu? Wendy bado haelewi maelezo ya Phoebe. Nani kakufanya hivi? Phoebe akasema ni Sin. Wendy akachoka kabisa. Mme wangu, au unanitania? Hilo haliwezekani. Niambie kimetokea nini? Nilimwomba niache, nikapiga hadi kelele na hapa alinilazimisha. Hakuacha. Akasema hata nikisema hakuna atakayeniamini. Sin ndo amefanya hivi yote haya. Mchizi ameingia kwenye kesi ya ubakaji. Yuko wapi sasa hivi? Ameondoka. Wendy akauliza tena, una uhakika Sin ndo amekufanyia hivi? Phoebe akasema na uhakika ni Sin ndo amefanya hivi. Sasa mchizi aliporudi akamkuta mke wake anamsubiri. Akashangaa kumkuta amerudi, maana alitegemea atarudi kesho. Kwa sababu nilikwambia siku tofauti ili ni kusurprise, ukachukua kama fursa kumbaka mdogo wangu. Mchizi haelewi. Umembaka Phoebe? Mchizi akapigwa na ganzi nzito mno. Umembaka sio? Mchizi akahisi ni utani. Usijaribu. Ameniambia kila kitu. Ulivyompiga baada ya kukatalia na ulivyomlazimisha. Mwana haelewi hapa. Akasema hiyo sio kweli. Mwana kwa nini anakataa sasa wakati amefanya hili tukio? Kuna nini hapa? Au Phoebe anadanganya? Lakini acha tuone. Sin akaja hadi chumbani kwa Phoebe. Phoebe hataki kabisa hata kuongea na mchizi. Kwa nini umemwambia mke wangu nimekubaka? Mchizi akawa mkali hapa. Wendy akawa ameingia. Hataki mdogo wake kabisa afokewe. Ameathirika. Makelele yako hayana maana tena. Lakini mchizi bado anakataa hajafanya hivyo. Unapaswa unieleze kwa nini jicho lako ni jeusi. Hata mwana haelewi hapa. Ikabidi ajitazame kwanza. Mchizi ni kama alipigwa kwenye purukushani hivi. Mazingira yote yanamhukumu mchizi. Lakini akasisitiza hajafanya hili
tukio, basi bana hali ya Phoebe kazidi kuwa mbaya hapa kitandani. Ikabidi wampeleke hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hata ripoti ya daktari ilikuwa inaonyesha Phoebe amebakwa. Daktari akasema watampa dawa kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya magonjwa ya zinaa pamoja na dawa ya kuzuia ujauzito. Hii kitu mwana hana pa kuchomokea tena. Kila mahali pamebana ise. Lakini kwa nini Sini anasisitiza jambaka Phoebe? Patamu hapo. Acha tusubiri. Wendy haamini kabisa kama Sini anaweza kufanya hivi. Lakini atamwamini nani? Mdogo wake ama mme wake? Wewe utamwamini nani hapo? Mme wako au mdogo wako? Hebu tuandikie hapo chini. Mida fulani vya jioni, Sini akaja kuulizia hali ya Phoebe. Wendy akasema ni mzima. Daktari amesema ameumia ndani na nje. Kwa nini ulifanya vile Sini? Sijafanya. Usinidanganye. Ulikuwa unatafuta nini kwa mdogo wangu ambacho mimi sijakupa? Nimekosea nini mimi? Kitu gani sijakupa wewe Sini? Sijamgusa Wendy. Daktari amethibitisha hilo. Mlikuwa wawili tu mndani. Niambie, nani atakuwa amembaka mdogo wangu mndani kama sio wewe? Wewe ni mjinga, mbinafsi. Tamaa zako zimemweka mdogo wangu kwenye ile hali mbaya. Sijamgusa Wendy, usinifokee. Nisikilize, kama kikimpata chochote mdogo wangu, na hapa nitadili na wewe. Wendy, na kuomba niangalie machoni. Unaamini naweza kufanya hiki kitu? Wendy kimya. Wendy akasema kwa mwanaume ambaye alilala na ex wake akasingizia ni pombe, sijui ni muamini vipi yani. Wendy akawa amesepa. Inawezekana Sini hajambaka Phoebe lakini vipimo vinamhukumu mchizi. Hana pa kuponea mwanetu. Noma sana hii. Familia mbili zikakutana hapa, kila mmoja na ulalamikia upande wa pili. Mama yake Wendy akasema degree alionayo Sini haijamsaidia kitu, zaidi amemfanya mwanaye ateseke hospitali, huku mama yake Sini anamtetea sana mwanaye. Mzee akasema mwanaye hajamlea hivyo, hawezi kumbaka shemeji yake. Mama Wendy akasema kwa hali niliyomwona nayo mwanangu, analia, anatoka na damu, anateseka, unadhani kajifanyia mwenyewe hivyo? Mama Sini akasema hauposi kabisa kuamini machozi, watu wanaweza kufoji maumivu, nitamwonyesha mwanao maumivu yalivyo. Mzee akasema inatosha sasa, madam unachokifanya hakibadili kitu, mtoto wetu anakosa kabisa. Kama anakosa, kwa nini yupo kimya? Kwa nini hajaje kuongea na mimi hapa? Wendy akasema yuko chumbani, hakuna kitu atasema kitakachobadili hisia zenu. Mbona kama Wendy ameanza kumtetea hivi Sini? Wendy hajui amwamini nani kati ya mme wake au mdogo wake. Mama akamfuata chumbani, akamuuliza unamwamini nani? Wendy hajui aamini nini yani. Mama akasema amwamini mdogo wake. Namjua mme wangu, nimeishi naye, nampenda, nimepambana pembeni yake, hajawahi hata siku moja kunifokea. Mama ikabidi akae kwanza, maana haya ni mazito. Kama unamjua hivyo, inakuwaje haukujua mahemezi yake? Umeziona nguo alizomnunulia mdogo wako, nguo ambazo zinaweza kumpa ushawishi mwanaume yoyote yule. Hajakwambia Wendy, unamjua vizuri mdogo wako, unaujua moyo wako ulivyo, umemlea. Sawa, tuachane na yote hayo. Vipi ripoti ya daktari? Ilikuwa ya uongo pia? Hebu fikiria, kwa nini mdogo wako asingizie kitu kama hicho? Ana sababu zipi hasa? Kama umwamini mdogo wako, nani atamwamini sasa? Mama anampa mtihani mzito Wendy. Itakuwaje hapa? Basi bana, mama na mzee ikabidi wajue ukweli kutoka kwa Sini. Tuambie, labda ulilewa au haukujua? Sini akasema hakulewa wala hajamgusa kwa lolote lile, hata kwa bahati mbaya tu. Haya majibu yanazidi kuwachanganya kabisa wazee. Mchizi akaona haaminiki, anaona bora aondoke tu hapa ndani. Basi bana, Sini akaja hadi baa kupunguza mawazo kidogo. Alikunywa sana ise. Ireti na Erika nao wakawa wamefika hapa, wakamuona mwana amekaa hapa, ikabidi wamfuate wazungumze naye kidogo na nini vitu kaa hizo. Mtu wangu, uko peke yako? Mke wako yuko wapi? Yupo nyumbani, kuna kazi zake tu anafanya. Ireti akagundua mwana hayuko sawa, lakini mchizi akakaza akasema yuko sawa. Ireti akasema kama utahitaji mtu wa kuongea naye mimi nipo. Mwisho akamwomba na namba zake za simu. Hapa wataanza kuongea tena. Siku zote wanasema maex hawaachanagi bana. Upande wa pili huku hali inazidi kuwa mbaya. Phoebe anasema aamini kabisa kama Sini anaweza kumfanyia hiki kitendo. Alimuona kama kaka yake tu, alimpikia, akampokea pindi ambapo alitoka kazini, akamlisha kwa kijiko chake. Sikujua kama nafikiria tofauti na vile ambavyo mimi nilikuwa nafikiria. Matatizo alianzia pale alipokuwa ananikumbatia. Hata nguo alizonunulia pia alikuwa ananibeba, tunaenda kuangalia filamu pamoja. Hizo ishara zote sikuzitilia maanani kwa sababu nilimwamini. Mama anamwonea huruma sana mwanaye. Mama akasema najua Sini ni mme wako, lakini alichokifanya kwa mwanaye ni ushetani mkubwa. Mwanangu, umewapigania wanawake wengi sana, wanawake ambao hata hauwajui. Umekutana na wanaume wenye nguvu sana mahakamani, lakini uliwashinda. Wendy, usiache mwanaume mmoja unayemwamini au usaliti utu wako. Mama anataka Wendy aingie mahakamani amfunge kabisa Sini. Phoebe akaendelea kukazia, anasema aishi kukumbuka alivyopigwa, zile purukushani zilivyokuwa na nini. Akasema anachokitaka ni haki tu. Majaribu yako hapa kwa Wendy, familia au mume.
Erika akamwambia Ireti kuwa alivyomwona Sini sio yule ambaye alikuwa anamuongelea. Kivipi? Anaonekana kuna kitu kinamsumbua sana, lakini hawezi kusema. Ireti akasema ameliona hilo pia, maana mchizi hakuweza kabisa kumtazama usoni. Akahisi labda atakuwa na mawazo ya kazi tu, anaonekana kama maisha yamempiga usoni hivi. Ireti akakazia itakuwa ni mawazo ya kazi tu. Erika akamwambia anapaswa mchunguze, huku mama Wendy ana hasira kinoma na Sini, lakini wazazi wake Sini wanaamini mtoto wao hana makosa kabisa. Kila mzazi anajaribu kumtetea mwanae hapa na nini. Mama Wendy akasema anastahili kuozea jela kwa alichokifanya. Mzee akasema mwanao tangu afike hapa amekuwa akimsumbua mwanangu, muda wote anataka kuwa naye tu. Phoebe akasema kupanga haya atokee, alichokuwa anataka ni kuwa karibu naye kama shemeji yake tu. Sini ana hasira kinoma hapa, bado anakazia hajamgusa bibie. Yeye ndo alikuwa ananifuata, wakati mwingine alikuwa anasema mke wangu anifai. Sijamgusa mimi, yeye ndo alinigusa. Alivuka mipaka, anafanya kama mchezo vile. Nilipomzuia ndo akafanya hiki kitu. Muongo, sidanganyi. Unajua sijawahi kunyanyua mkono kwako, sema ukweli. Kwa hiyo unataka kuzika makosa yako kwa kumlaumu? Wendy akasema unataka kudanganya ili ujiokoe, si ndio? Najaribu sana kutokuamini mme wangu hajafanya hivi, lakini kama huu ndo utetezi wako inathibitisha kabisa una makosa. Sini, ulirudi ule usiku na kovu kwenye jicho lako. Nilivamiwa ule usiku. Ulivamiwa siku ambayo mdogo wangu alibakwa. Mdogo wangu aliyekupenda hawezi akafanya hivyo. Wendy nisikilize. Siwezi kukusikiliza, nimesikiliza sana, lakini hadi hapa namwamini. He, Wendy akamwahidi mchizi atalipia madhambi yake. Mchizi bado anakazia hajafanya hivyo. Nani atamwamini sasa hapa? Yupo yeye peke yake kwenye upande wake. Kumbuka Wendy hajawahi kupoteza kesi yoyote ile. Kwa hiyo wakisimama mahakamani tu na Wendy, mchizi anaamini atapoteza pambano. Basi bana, Wendy akaomba rasmi kufungua kesi na yeye ndo atakuwa wakili upande wa mdogo wake. Mzee akasema hili lazima lihusishe polisi, maana ni kosa la jinai, lakini pia lazima litangazwe watu wajue. Wendy akasema angefikiria kuhusu hili kabla hajafanya. Mzee akamuuliza mara mbili kama ataisimamia hii kesi inayomhusu mume wake. Wendy akakubali, akasema kwa sasa sio mume wake tena, ni mtuhumiwa yule. Mzee akasema kiukweli, kama ukiniuliza mimi ningekwambia ulifikirie tena hili. Wendy akasema akili yake ishaamua na hairudi nyuma. Mzee akachoka kabisa. Basi bana, maaskari wakamletea barua ya wito Mr. Sini Balogun afike kituo cha polisi kwa ajili ya upelelezi ndani ya masaa 48. Sini akamfuata mke wake. Kinachomuumiza zaidi ni jina lake kuchafuliwa. Kila mtu atamuona mbakaji hapa. Wendy akasema ushahidi ndo kila kitu, ndo kitu ambacho kitamfanya yeye aonekane mbakaji au sio mbakaji. Majeraha yake, damu, vipimo na hata alama kwenye jicho lake. Ni mdogo wako yule na mimi ni mume wako. Ningekuua kwa mikono yangu, lakini sitachukua sheria mkononi. Sini, wewe ni laana. Umepoteza sifa ya kuwa mume wangu tangu mbake mdogo wangu. Mchizi akasisitiza hakuna kitu kama hicho. Unanijua vizuri, unajua nini naweza kufanya na nini siwezi kufanya. Naweza vipi? Wendy hamwamini kabisa mchizi, lakini matendo yake ya kuishi kizungu ndio yanamhukumu mchizi hapa. Sini akasema alinitaka nikamkataa, ndio haya mambo yote yakatokea. Utetezi wako tu unavutia sana. Alinitaka. Umesahau nimepambana na kesi kama hizi na watuhumiwa wote walikuwa wanajitetea kama hivi ambavyo wewe unasema. Sini akajitetea sana hapa, lakini msimamo wa Wendy ni ule ule, hana cha kujitetea tena. Mchizi hakuwa amelewa wala nini. Itakuwaje kwa mchizi? Atapona kweli hapa? Mchizi akakubali wakutane mahakamani. Amekubali kusimama mbele ya mahakama ise. Wakati Ireti anaperuzi mtandaoni akakutana na taarifa ya Sini kumbaka shemeji yake na atafikishwa mahakamani kupambana na mke wake Wendy. Ireti hakuamini kabisa hii. Hata Erika alipoisoma hii taarifa hakuamini kabisa ise. Inawezekana vipi hii? Ireti kabidi ampigie simu Sini ili ajue nini kinaendelea. Mwana akasema yuko baa kwa sasa na yuko kwenye baa ile ile ambayo wamekuwa akikutana mara zote. Ireti akaja kumuona ex wake Sini hapa. Akamkuta Sini amelewa vibaya mno. Cha kushangaza ni kuwa Ireti anamwamini sana Sini. Hakuna mtu mwingine ambaye anamwamini mchizi kama ambavyo ex wake anamwamini. Hii inaitwaje? Sini kabidi ampe Ireti story nzima kuhusu kilichotokea. Akasema Phoebe alikuwa anamuonyesha dalili za kumtaka. Alipomkataa tu ndo akatengeneza ule mpango. Wendy naye akajikuta ameamini kile kitu. Ireti akasema atamsaidia mahakamani. Sini akasema atajitetea mwenyewe kwa sababu anaijua zaidi sheria, maana ashapambana sana na kesi kubwa kama hizi. Ireti akasema akifanya hivyo atapoteza, maana hawezi kupambana na mpenzi wake, shemeji zake na ndugu zake pia. Kauli za Ireti zikamshawishi mchizi Ireti ampambanie mahakamani. Baada ya siku kadhaa kupita, Sini na mke wake hivi kabisa kwa sasa. Sini akasema nimedhalilika. Kila kona mtandao watu wananiita mimi muuaji. Watoto wanatupa chakula kwenye gari yangu, yani ni shagala bagala tu. Watu wanalitukana jina langu. Hauniulizi hata naendeleaje. Mahakama itasikiliza kesi siku 5 zijazo. Nadhani wakili wako yuko tayari eh? Hebu niambie, ulikuwa na tatizo na mimi kabla? Maana sielewi ulivyobadilika. Inaonekana ulikuwa na kisubiri kipindi kwa hamu sana. Sema tu ulikuwa unanichukia. Mchizi alilalamika sana ise. Wendy akasema
akasema anailinda familia yake. Kama kumlinda mdogo wangu ni kupambana na mume wangu mahakamani, basi iwe hivyo. Watu wakaanza kujiandaa kwa ajili ya kesi iliyoko mbele yao. Kwa sasa Sini na Ireti wanapiga desa nyumbani kwa Erika. Walipotazama ripoti ya daktari na ya polisi zilikuwa ziendani muda, kama zimetofautiana masaa 12 hivi. Sini akasema hakuna ushahidi wa moja kwa moja yeye kuwa alikuwa eneo la tukio, lakini kinachowapa shida ni hisia za Phoebe pamoja na jamii ambavyo inamchukulia kwa sasa. Lakini pia lile kovu la Sini linawapa nguvu zaidi upande wa Wendy. Sini akasema wao wanapaswa watumie fakti kama wao wanatumia hisia zaidi. Mfano, kwa nini hakupiga kelele? Kwa nini aliendelea kubaki ndani ya nyumba baada ya tukio kufanyika? Kwa nini hakumpigia au kumtumia message dada yake? Na aliongea na nani baada ya tukio? Kwa nini alimsubiri dada yake arudi kabla hajasema lolote kuhusu hilo? Ireta akasema wanapaswa pia kumtumia daktari, lakini hili wazo likakataliwa kwa sababu kama wakimtumia daktari watahisi walienda kumrubuni daktari wao. Sini akatoa wazo la kutazama CCTV. Hiyo itaonyesha aliondoka nyumbani kabla ya tukio kutokea. Pointi iko hapa sasa. Mchizi akasema anapambana sana kusafisha jina lake, sio kujiokoa kwenda jela. Ireta akaahidi atakuwa naye kwenye nyakati zote yani. Siku ya kwanza mahakamani ikawa imefika. Familia zote mbili ziko hapa. Mtuhumiwa na anayeshtaki pia walikuwepo mahakamani. Hii ni kesi namba 722. Ni kesi ya ubakaji pamoja na unyanyasaji. Wendy akasema hii kesi sio ya sheria tu, bali ni ubinadamu pia. Binti mdogo ambaye aliamini familia yake, lakini akasalitiwa na mwanaume ambaye alipaswa kumlinda. Wendy amedhamiria kabisa kumpeleka jela mume wake. Irete akasimama kuithibitishia mahakama kuwa kuna uthibitisho wa kutosha kuhusu hii kesi ambayo inataka kuharibu jina la mtu, na hapa watatumia ushahidi tu. Kesi ikaanza kusikilizwa rasmi sasa. Wendy anapambana na mume wake wa ndoa. Phoebe akaapa mbele ya mahakama kusema ukweli. Mimi sio konko, iambie hii mahakama kwa mdomo wako nini kilitokea. Phoebe akasema dada yangu alikuwa amesafiri kwenda nje ya mji, kwa hiyo nilikuwa peke yangu ule usiku. Mara kaka Sini akaja chumbani kwangu akaniomba tukaangalie movie pamoja sebuleni. Mimi nikamkatalia, nilikuwa nimechoka sana na ninahitaji kupumzika, lakini yeye akanibeba na kunipeleka sebuleni, kisha akaweka movie ya mapenzi tuangalie. Wakati tunaangalia akanivuta karibu yake, mara akaanza kunipapasa, akasema ngozi yangu ni laini sana, akasema mwili wangu namvutia mno, ndo akawa amenibaka. Ni muuaji, ni mbakaji. Ireta akatoa pingamizi ya lugha inayotumika. Hakupaswa kumuita mbakaji maana hajakutwa na hatia bado. Hakimu akakataa pingamizi lake. Phoebe akatoa maelezo yote ambayo yanaashiria mwana akashiriki kabisa, hadi alivyomnunulia nguo na nini vitu kaa hizo mtu wangu. Ireta akaingia kati. Mimi sio konko, umesema mtuhumiwa alikuwa anakufanyia unyanyasaji, lakini bado ukaendelea kubaki ndani ya ile nyumba na hukusema chochote. Phoebe akasema kuwa na sehemu ya kwenda, ni nyumba ya dada yake pia. Akasema tukio lilitokea usiku, hakuwa na sehemu ya kwenda. Hata hivyo dada yake alirudi ule usiku. Umesema ulipiga kelele, lakini hakuna majirani waliosikia. Wendy akatoa pingamizi. Mteja wake amewekwa kwenye pressure sana. Pingamizi likakataliwa na hakimu. Umesema alikuwa na kunyanyasa, ulimwambia dada yako hili? Phoebe akasema kumwambia kwa sababu mwanzo aliona ni kitu cha kawaida sana. Mchuano ulikuwa ni mkali sana hapa mahakamani, hadi kabidi hakimu awete kuwapa maelekezo kuhusu sheria za mahakama, wasitumie hisia binafsi. Mwisho hakimu akaiahirisha hii kesi hadi Agosti 14. Sini akasema wana daktari, picha wanazo pia na jamii ipo upande wao. Irete akasema kazi yao sio kuiaminisha jamii, ni kusimama kwenye ukweli tupu. Mwisho Irete na Sini wakakubaliana watubie tabia zake, hali ya kubaki nyumbani baada ya tukio na mwili wake pia. Sini akasema kuna muda anamwogopa sana Wendy, maana hajawahi kupoteza kesi yoyote mahakamani, lakini Irete bado ana imani kuwa hii kesi wanashinda na anamwamini sana mchizi. Kila mmoja hapa ndani yuko bize na mambo yako na mbiwa, sio familia ile tena ambayo walikuwa akiishi hapo awali. Wendy hata kulala chumbani na mchizi hataki tena, anaona bora kalale sebuleni kuliko kulala na Sini ambaye ni muuaji na mbakaji. Basi bana, siku ya pili mahakamani ushahidi unazidi kuwasilishwa. Irete akamuuliza Phoebe, ulikutwa na hatia yote shuleni ulipokuwa unasoma? Phoebe akawa amekubali. Hili hata Wendy alijui aisee, ndio ikapelekea kufukuzwa chuo. Wendy akatoa pingamizi, akasema swali aliendani na hii kesi. Irete akasema anachunguza tabia zake. Wakili akapiga chini pingamizi. Ulisimamishwa shule baada ya kujaribu kumtongoza mwalimu wako ili ufaulu masomo yako. Haikuwa hivyo. Pingamizi likatoka tena. Akasema ameleta skendo bila ruhusa ya mahakama. Hakimu akapiga chini tena pingamizi. Haukutuma meseji kwa mwalimu wako? Phoebe akasema alikuwa mtoto. Mchuano ulikuwa ni mkubwa sana hapa mahakamani, kidogo azichapa isee. Hakimu akasema hili sio soko, ni mahakama. Hakimu akatoa masaa 2 ya mapumziko
mapumziko, baadaye watarudi tena kuendelea na kesi. Basi bana, kila mwandishi alikuwa anataka kusikia kitu kutoka kwa Sin, lakini Ireti akawa ameogomea. Kisha waandishi wakaenda kwa Wendy ili kupambana naye. Sasa kwa namna kesi inavyoendelea na jinsi ambavyo anamjua mke wake, Sin akaomba pambane mwenyewe kwenye hii kesi. Sin akasema anamuelewa zaidi mke wake kuliko mtu yoyote yule. Akasema anataka imalize hii kesi kwa sauti yake mwenyewe. Mwisho akamshukuru sana Ireti kwa kumpambania isee. Ireti naye akatoa baraka zake zote kwenye hii kesi. Basi bana, mdu kawadia tena, kesi inaendelea hapa. Mchizi akakubali kwenda kutoa ushahidi wake mwenyewe. Hili hata Ireti likamshtua sana. Mchizi kabidi ape tayari kwa kusema ukweli. Wendy akaulizia uhusiano wake na wakili wake. Sin akasema walikuwa karibu sana. Mlikuwa karibu au mlikuwa wapenzi? Tulikuwa na mahusiano. Kwa muda gani? Miaka 3. Uliachana naye vipi? Ireti akapinga hili. Pingamizi likakataliwa mtu wangu. Sin akasema aliachana naye kwa sababu ya mke wake wa sasa. Wendy anachanganya kazi na mahusiano. Wendy akasema ulimsaliti mpenzi wako ambaye kwa sasa ni mkeo miezi 4 kabla ya ndoa yenu kwa ex wako, na ukaendelea na mahusiano naye, ex ambaye kwa sasa ndiye wakili wako. Hauoni inaleta kigugumizi kwenye utetezi wako? Mchizi kimya. Wendy akasema ni dhahiri mtuhumiwa ana roho ya usaliti. Ireti akatoa pingamizi. Mara hili kakubaliwa. Basi bana, hakimu ikabidi aiahirishe hii kesi hadi masaa 72 tena. Wakirejea tu watamaliza na kutoa hukumu. Ireti akasema wakirejea kwenye hii kesi mtuhumiwa ameomba kujiwakilisha mwenyewe. Wendy akaja kumlaumu mdogo wake hapa, hakumwambia kuhusu kusimamishwa shule kisa amemtongoza mwalimu wake, maana hili linaweza kumfanya apoteze kesi. Wendy akataka kujua kama kuna kitu bado amemficha, maana amemharibia ndoa tayari. Phoebe akaendelea kusisitiza mchizi alimbaka isee. Vitabu vya sheria vikaendelea kufunguliwa mtu wangu. Phoebe akaja kuomba msamaha hapa kwa kumficha zile taarifa, hadi akapiga na goti kabisa isee. Akasema ilitokea miaka 3 iliyopita. Alipofika chuoni kila mtu alimwambia anapaswa alale na mwalimu ili afaulu. Kwa hiyo akawa amemtongoza mwalimu mmoja hivi. Yule mwalimu akamripoti kwenye mamlaka. Kwa hiyo akasimamishwa shule. Wendy haelewi kwa nini Phoebe hakusema hili. Phoebe akasema hajui hata walijuaje kuhusu hili. Wendy akamsamehe kisha akamwagiza asiwe na siri tena. Basi bana, usiku mzima Wendy yuko busy kusoma vitabu tu. Sin aliporudi akafikishiwa lawama hapa. Naona umepata sababu sasa ya kutanua na mchepuko wako. Mchizi yuko kimya tu. Kilitokea nini? Aliogopa kushindwa Amekutelekeza katikati ya vita. Hajanitelekeza. Nimeamua kujiwakilisha mwenyewe tu. Una mwanasheria mzuri na bora sana. Unajua sijawahi kupoteza kesi. Hilo litabadilika. Labda ndotoni. Unadhani nafurahia haya? Yananiumiza moyo pia Sin. Ni pambano zito linaloumiza, lakini haki lazima itendeke. Hivi unadhani mwana akipona hapa ndoa itaendelea kweli? Leo ndo siku ya mwisho ya hii kesi. Mchiza anajiwakilisha mwenyewe ulingoni. Naomba uiambie mahakama tulikutana vipi? Tulikutana supermarket, nikakufuata. Ulinifuata? Ndiyo, nilipenda viatu vyako, vilikuwa visafi. Miss Phoebe, uliniambia nina tabasamu nzuri. Ukaniomba namba zangu za simu na ulikuwa na umri wa miaka 21 tu. Nikapenda unavyojiamini. Nilipotoka nje, nikakutana na dada yako Wendy. Nilimfuata na kumwambia wewe ni msichana mzuri sana. Si ndio? Ndiyo. Ni haki kusema ulikuwa unanitamani? Pingamizi likatolewa, lakini likakataliwa na hakimu. Phoebe akasema alimpenda tu alivyokuwa, sio kimapenzi. Alivipenda viatu vyake vilikuwa visafi licha ya mazingira kuwa machafu. Hilo ni kosa? Sin akauliza kuhusu kuvunjika urafiki wake na Tiwa. Akasema alikutwa chumbani na mpenzi wa rafiki yake. Phoebe akagoma, lakini mwisho akasema haikuwa serious sana. Baada ya mahojiano mengi, mwisho shahidi wa mwisho akaitwa. Tukatupwa nyumbani kwa Erika. Tukamkuta Ireti analia kishenzi yani. Anakumbuka hukumu ya miaka 6 ambayo amepewa Sin baada ya kukutwa na hatia ya ubakaji. Ireti analia kwa kupoteza kesi na kuruhusu mtu asiye na hatia kwenda jela. Ireti ndo mtu pekee anayeamini Sin hana hatia kabisa. Erika akasema umepoteza kwa sababu amedanganya vizuri, sio kwa sababu mmeshindwa kutetea vizuri. Lakini Ireti anamwamini sana ex wake. Hawezi kufanya kitu kama kila isee. Huku Wendy anaumia kinoma. Licha ya kumsababishia mchiza aende jela, lakini bado ni mume wake na anampenda kishenzi. Lakini haki inapaswa isimamiwe. Ndo kazi ya mwanasheria hiyo. Mama akasema amefanya kila kitu, amepambana kwa ajili ya mdogo wake, lakini muda wote anajilaumu kumpeleka mume wake jela. Licha ya yote hayo, bado Wendy anahitaji kubaki na mume wake. Hadi mama yake akashangaa hili. Baada ya yote yale, bado anataka kubaki kwenye hii ndoa. Miaka 3 sasa imepita tangu hukumu itolewe, na leo ni siku ya maadhimisho ya ndoa ya Sin na Wendy. Ni mwaka mwingine tena Wendy anaadhimisha peke yake bila mume wake. Inamuumiza sana hii. Anatamani mume wake angekuwepo hapa na nini, vitu kaa hizo mtu wangu.
Phoebe naye amemaliza masomo yake ya chuo na amerudi nyumbani. Kama ilivyo ada, vijana akihitimu chuo lazima apite jeshini kidogo. Phoebe pia naye alikuwa ni sehemu ya watu ambao walipita jeshini baada ya kumaliza chuo. Upande wa Ireti huku amepokea simu ya Erika na umwa sana, kwa hiyo akamwomba kama vipi aende akampeleke hospitali. Basi Ireti akamleta Erika hadi hospitali. Akiwa hapa akamwona daktari ambaye alitoa ushahidi wa kesi ya Sin. Muda mfupi ukapita, Phoebe naye akaingia hapa, anataka kuongea na daktari kwa siri. Hili likamshtua sana Ireti, ikabidi wafuatilie aende kujua wanaongea nini. Ni miaka 3 sasa imepita. Phoebe amekuwa kidai atumie pesa na daktari, la sivyo ataipasua siri yao. Sasa ni siri gani ambayo ipo baina yao hawa watu wawili? Huku Ireti anarekodi kila kitu. Phoebe akampa masaa 48 au amemwekea $700 kwenye akaunti yake, la sivyo ataanika kila kitu hadharani. Basi bana, leo Phoebe anamwonyesha dada yake picha ambazo alipiga kipindi yuko jeshini. Dada yake alikuwa anafurahia kinoma ise. Baada ya muda Phoebe akatoka kwenda toilet. Wendy akabaki anaangalia zile picha pale. Mara ikaingia message ya daktari. Ilikuwa inasema, nimekutumia $700 lakini naomba ufute zile picha zangu za utupu na iwe mara ya mwisho hii. Phoebe aliporudi, Wendy ikabidi aulize, kwa nini una picha za utupu za Dr. Yusuf na kwa nini anasema unamzunguka? Phoebe hana majibu hapa. Wendy akaja kumtafuta Dr. Yusuf mwenyewe, anataka kuzungumza naye sehemu tulivu hivi. Dr. Yusuf alipomwona Wendy akajua leo kazini kwake kuna kazi. Wendy akataka kujua kwa nini picha zake za utupu ziko kwenye simu ya mdogo wake. Dokta akasema miaka 3 iliyopita Phoebe alikuja kupata matibabu hapa, lakini alipoigusa ngozi yake tu alivutiwa nayo sana. Kuanzia hapo akaanza kumtongoza Phoebe na nini. Phoebe akasema ananipenda pia, akawa ananiomba picha zangu za utupu nikiwa najisugua. Akasema anavutiwa sana na wanaume ambao wanafanya hivyo, ikabidi na mimi nifanye hivyo. Kwa hiyo akakugeuka? Ndiyo. Akakushawishi pia ufoji vyeti kwenye ile kesi? Dokta hakutaka kujibu hapa. Wendy akasema atazichapisha zile video watu wote waone. Mwisho daktari akawa amekubali aisee. Alisema nimsaidie, ningekataa angetuma video zangu baraza la madaktari. Niliogopa. Alisema tamtumia pia mke wangu. Nikatoa majibu feki. Hakubakwa. Majibu yake alikuwa ni mazuri tu, hakuwa na tatizo lolote lile. Wendy akaishiwa nguvu kabisa. Amempeleka jela mme wake bila hata hatia. Maumivu kiasi gani anapitia bibie, hakumwamini mme wake aisee. Wendy akarudi nyumbani amechoka vibaya mno, anataka kuongea na Phoebe. Phoebe hakuwa anajibu hata moja kwenye yale maswali ambayo aliulizwa na Wendy. Naomba niambie kila kitu. Phoebe leo ndo akasema ukweli, hakubakwa. Kilichotokea usiku ule, Phoebe alisema mke wake amstahili kabisa. Sini hakutaka kusikia hayo maneno, lakini Phoebe akaendelea kujitongozesha kwa shemeji yake. Sini akagoma kabisa kuingia kwenye mtego wa Phoebe. Vipi kuhusu ngozi yangu? Sini akasema ngozi yake ilikuwa ni laini sana, kitu ambacho kinaweza kumfanya apate fungus kirahisi. Phoebe akataka kumvaa mwilini shemeji yake na nini, lakini mwana akawa amegoma. Kwa tabia hii ambayo alionyesha Phoebe, mchizi akamtaka kesho asubuhi apake vitu vyake asepe hapa ndani. Sasa angefanya nini kama dada yake angesikia haya? Basi ilikuwa ni tatizo kubwa sana, ndio maana akaamua kutengeneza ile sinema. Wendy akachoka kabisa, kahusika kwenye hukumu ya mtu asiye na hatia. Mwili, moyo, roho hadi wigi havina nguvu hapa. Akapiga kunga kishenzi unaambiwa. Mwana ametumikia kifungo cha miaka 3 tayari kwa kosa ambalo hakulifanya yeye. Ameiharibu ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe, hataki kuomba msamaha tena na mdogo wake. Huku Erika, licha kuwa alikuwa anaumwa sana, amekuja kumtembelea Ireti, lakini kuna habari nyeti sana amemletea. Erika akasema amesikia Dr. Yusuf na Wendy wanabishana kuhusu ripoti fake ambayo walidanganya mahakamani. Hakuishia kusikia tu, bali akarekodi mazungumzo yao yote yani. Ireti akasema huu uthibitisho utatumika kumtoa Sini gerezani. Basi bana, leo Wendy akakutana na surprise ya maana mlangoni. Sini ametoka gerezani aisee. Wendy hakuamini kabisa hapa. Mwana amechomokaje? Amechoka vibaya mno. Wendy hajui kama mchiza tamsamehe au hata msamehe. Mwili wa Wendy wote umepata baridi. Akawa anakumbuka nyakati nzuri ambazo amezitumia pamoja na mume wake. Roho inamuuma kishenzi. Ningekuwa mimi, hata hii ndoa ningeivunja kabisa. Basi bana, Wendy akamletea breakfast mchizi. Alikuwa anakipenda sana hiki chakula. Alikuwa anatumia kama sehemu ya kuomba msamaha kwa kutokumwamini mchizi. Wendy akawa anatamani siku zirudi nyuma ili arekebishe alipokosea. Sini akasema kesi ya mdogo wako ni kesho, akili yako iwekeze huko, usipoteze nguvu nyingi sana kwa mwanamume ambaye amekaa jela miaka 3 kwa kosa ambalo hakulifanya. Wendy anaumia kinoma akisikia hivi. Wendy alimwomba sana Sini amsamehe, lakini moyo wa mchizi umemaliza kabisa upendo. Sini akaleta barua ya taraka mezani. Haya ndo malipo ya kila alichokifanya. Mwana ameamua na amemaliza hili. Sini akasema Wendy hakumpenda. Kama angekuwa anampenda angempambania, sio kupambana dhidi
hali yake. Akasema baada ya lile tukio kufanyika, alitoka anaenda kazini, mara akakutana na wahuni wakamvamia, wakataka kumwibia simu na vitu ambavyo alikuwa navyo. Wakati anapambana nao, mmoja akampiga ngumi ya kwenye jicho, ndio ile alama kwenye jicho katokea. Mchizi akalaumu sana, Wendy hakutaka kumsikiliza zaidi, akakimbilia mahakamani tu. Sini akasema atajisaliti kama akiendelea kuwa na mtu ambaye hawezi kumtetea. Mwamba kavua na pete kaiweka pembeni kabisa. Ndoa imevunjika rasmi na mchizi ameamua kuondoka isee. Siku zote wanasema mwanamke mjinga ataivunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Kilichobaki kwa Wendy ni majuto tu. Baada ya siku kadhaa kupita, Wendy akapaki kila kitu chake hapa ndani, anaondoka hivyo. Mama kaja anataka asaidiwe Phoebe aachiwe, maana amehukumiwa kwa kosa la uongo. Mama akataka Wendy amsaidie aongee na Sini ili mtoto wake aachiwe. Wendy hakutaka kabisa kujiingiza kwenye hili. Akasema mlitaka haki, kwa hiyo haki imetendeka sasa. Kama ambavyo mlikuwa mnashadadia Sini aende jela, ndivyo ambavyo mtoto wenu anapaswa aende jela. Haki imetendeka hapo. Wendy hataki kabisa mazoea na familia ambayo ilishiriki kuvunja ndoa yake. Baada ya mwezi mmoja kupita, Sini amerudiana na ex wake bana. Siku zote kwenye maisha, mchague mtu anayekuamini kwa kipindi chako kigumu. Na huo ndio ukawa mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa Trust on Trial. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine.